Furaha iliyoje kwa wakazi wa Ngomai wakifurahia kwa pamoja kuipokea kampuni ya Eliko Foundation yenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam kwa kuwaletea miradi mbalimbali katika zahanati ya kijiji chao. Ndugu zangu wageni, karibuni sana. Hiki ni kijiji cha Ngomai. Tunashukuru sana kwa ujio wenu. Pia tunashukuru sana kwa ufadhili na matunda mnayaona. Tunapata umeme bila shida. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Bado tuna mahitaji mengine kama kijiji, jamii. Tunawakaribisha sana, karibuni sana. Wageni karibuni sana. Kwa jina naitwa Peter Simon Mwakalosi. I'm in charge of this facility. You are most welcome. Mimi labda kabla sijasema chochote, cha kwanza nianze kwa kuwashukuru sana. Niwashukuru watu wa Ireland kupitia Eliko Foundation kwa mradi mkubwa wa umeme jua. Zahanati hii ilianza mwaka 2004. Lakini sisi hapa kwetu Ngomai umeme tumepata kama miaka 10 iliyopita I think. Umeme ambao kwa kiasi kikubwa wa grid sio wa uhakika. Kwanza ni low voltage. Lakini la pili unakatika mara kwa mara. Lakini zahanati ya Ngomai ni katika vituo ambavyo vina high deliveries. Hapa kwa mwezi tunazalisha zaidi ya kina mama 25 per month. Na hapo manake hatulali day and night. Sasa usipokuwa na umeme wa uhakika, uwezekano wa kufanya kazi wakati katika mazingira magumu sana ni mkubwa. Lakini tangu tumepata sola tunapeta tu. Yaani Kiswahili cha hundi tunasema tunapeta. Lakini kingine kama mlivyoona swala la maji, tunashukuru watu wa Eliko Foundation, tumeshawekwa kwenye mradi wa kuchimbiwa kisima. Most thankful. Tunashukuru sana kwa hiyo. Kwa kisima cha maji ambacho tutakipata, nadhani kitatatua kwa kiasi kikubwa changamoto ya maji hapa zahanati na kwenye kijiji in general. Mimi binafsi nianze kwa kuwashukuru sana kwa namna mlivyotupokea. Imetugusa sana na kuna mambo ambayo daktari anazungumza hapa na mimi aseme ni sahihi, na mpaka wiki ya kwanza ya mwezi wa 9 mtakuwa mmepata maji hapa kijijini. Ngomai oye! Afya oye! Mwakalosi oye! Mwakalosi oye! Mwakalosi oye! Asante sana. Kwa majina naitwa Majaliwa Filimon, ni kaimu mganga mkuu, lakini kwa niaba ya mkurugenzi kuna timu ambayo tuliongozana nayo ambako tulikotoka, lakini tuko na wageni wetu ambao tumeongozana nao pia watajitambulisha, lakini namtambulisha kwenu Dr. Mwakalosi kwa sababu ni sehemu ya kwangu. Mwakalosi oye! Eliko Foundation oye! Serikali ya Ireland oye! Asante sana. Ngomai oye! Habari za mchana. Safi. Timu ya ubalozi wa Ireland tumekuja watu 4. Niko na dada yangu Katarina Mungure na ndugu yangu mwingine mtumishi Peter kwa mbali, na mimi mwenyewe nimesema naitwa Fazal Isa. Nitoke mnione vizuri. Hilo la kwanza likiwa gumu kulitamka, mniite bouncer. Lakini nimekuja na mgogo mmoja hapa. Yeye anaitwa Susan. Na atajitambulisha mwenyewe na ataongea kidogo. Susan, karibu sana.
Habari ya mchana. Will you translate? Thank you very much. You have given us such a warm welcome. It is amazing to see the energy in this community. So congratulations. Ninafanya kazi ubalozi wa Ireland. I am based in Dar es Salaam. And as you have heard, we are very proud and very privileged to be here today. I would first like to thank the government and the district officials for welcoming us and being with us here today. Without your partnership, none of this would be possible. So asante sana. I would also like to thank our partners, Elico, who have come here today, and I'm looking forward to seeing the amazing work that they have done, but also to my colleagues from WFP, UNDP, ActionAid. Again, it's really important that you know, for Ireland, we have to work together if we are to support communities like yourselves. One thing I am very proud of about Ireland, if there are two things that we want to work on here in Tanzania, it is about preparing for climate change, and it is about supporting women. You are the leaders of tomorrow. So I am so pleased to see so many of you here today. But I am not here to talk, I am here to listen. So for our visit today, we want to hear from you about what change this has brought to you in the community and what you hope for the future for your district and for the health community. So asante sana. Susan anasema kwanza kabisa anashukuru kwa wote kutukaribisha hapa, lakini ameongelea huu mzuka aliokuta hapa, hajaona sehemu nyingine yoyote. Na ameanza kwa kushukuru ushirikiano wa serikali katika mradi huu, lakini washirika wetu wa Elico na wengine ambao wako hapa ikiwemo WFP pamoja na UNDP. Haya ni mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayojishughulisha na masuala ya chakula, lakini pia na masuala ya maendeleo. Uwepo wetu hapa anasema ni umuhimu na unaonyesha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja, hasa katika mazingira ambayo tuko kwa sasa. Lakini pia akasisitiza kuhusu masuala ya uhimili, mabadiliko ya tabia nchi, lakini masuala pia ya jinsia, na amefurahi kuona wakina mama wengi mpo hapa. Na la mwisho amesema yeye hataki kuongea sana, angependa kusikia kutoka kwenu ikiwemo manufaa ya huu mradi. Kwa hiyo akakomea hapo, na nafikiri tutapata nafasi ya kuona na kusikia kutoka kwenu. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Robert Martin Kusena, ndo mwenyekiti wa zahanati hii. Nataka niseme kuwa tunawashukuru sana wafadhili wetu kwa mradi wa sola. Umeme ulikuwa upo, lakini umeme ule ulikuwa hautoshelezi kwa huduma anazozifanya dokta hapa za kulala macho. Kwa hiyo yani ulikuwa hautoshelezi, umeme ukikata basi ni shida moja kwa moja. Lakini tulivyopata ule mradi, kwa kweli tunashukuru, yani big up sana. Waambieni hao yani hongera, na tuko pamoja na tuendelee kushirikiana nao. Asante sana. Kwa majina naitwa Julia Mchungwa. Kwa kweli tunapenda kuwashukuru wageni wetu mliotujia siku ya leo. Kwa kweli hapa zahanati huduma tunayo, lakini ilikuwa ni chache sana. Umeme ulikuwa haututoshelezi. Wamama tulivyokuwa tukifika hapa zahanati kujifungua, saa zingine umeme unakata, tunapata tabu sana. Giza, tunaanza kutumia visimu kumulika, vibatari. Dokta alikuwa anapata shida sana kushikilia simu ili mama ujifungue, yani ndio uko katikati ya ule uchungu, sasa unatakiwa ushushe, umeme unakata. Dokta anaanza kuhangaika na simu kushikilia ili mpaka uweze kufanikisha zoezi hilo.
Kwa kweli tunashukuru sana wageni wetu wafadhili, mlivyotufadhili kwa umeme huu sasa hivi ni raha kabisa. Tuna furaha wa mama tukifika hapa kwenye huduma ya kujifungua, umeme unapokata huo unaendelea. Kwa hiyo kwa kweli shida ya umeme kwa sasa hivi hapa zahanati hatunayo tena. Tunawashukuru sana wageni wetu, wafadhili wetu, Mungu awabariki na awazidishie sana. Shida ya pili ni maji. Maji tunateseka. Tunapokuja hapa zahanati tunajitwisha ndoo kutoka huko nyumbani. Unakuja nayo hapa unapougua na maji yako unayo hapo. Kwa hiyo hilo kwa kweli ni tatizo kubwa sana, tunateseka sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba na wao msaada pia mtusaidie. Tunawaombeni sana wageni wetu wafadhili, mama yetu uliotoka huko mbali, na Mungu aendelee kubariki, ufike salama, mtusaidie kwa kweli. Tuna shida sana. Asante sana. Na nashukuru vile vile kwa pikipiki ya umeme ikiwa full charged inatumika kwa kilomita 100. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa Ngomai, mimi kama mganga mpawili ninawashukuru sana watu wa Ireland kupitia Eliko Foundation. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Najua jasho la wenzetu limetumika kutusaidia na sisi. Basi hao nao muwaambie tunawashukuru vile vile. Mungu wa mbinguni wabariki sana 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 sana. Sasa hivi at any time niitwe saa ngapi, mgonjwa wa kawaida ewe mzazi, niko full na hudumia Watanzania wangu. Huu tunaoona hapa ndo mfumo wetu ambao unazalisha umeme kwa ajili ya matumizi ya hapa kwenye zahanati. Na mfumo huu ni mfumo ambao unaendeshwa na sola ambazo ziko juu ya bati. Na kabla tujafikia hatua ya kuweka huu mfumo, tulijua mahitaji ambayo yanahitajika kuendesha vifaa tiba katika zahanati yetu. Kwa hiyo tukaweka mfumo ambao una uwezo wa kuendesha vile vifaa tiba pamoja na vile vifaa vingine ambavyo vimeletwa hapa zahanati kwa ajili ya kuweza kuwashwa na huu mfumo. Na lengo ya kufunga mfumo wa sola ni kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa uhakika, kama alivyokwisha kusema daktari kwamba kabla hapo umeme ulikuwa unasumbua na wakati mwingine pia anashindwa kutoa huduma ambazo zinahitajika kutolewa katika hii zahanati. Kwa hiyo baada ya kupata hizi sola, maana yake ni kwamba tunaweza kupata umeme kwa masaa 24 bila kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo hata ule umeme wa grid ambao tulikuwa tunautegemea kwa sasa hivi hatuutumii, kwa sababu tumeshapata umeme ambao ni wa uhakika na unaweza kuendesha vifaa vyetu vyote ambao viko hapa na vile vingine vitakavyokuja ambao vimeainishwa kwenye yale mahitaji ya level ya zahanati kwamba vinahitajika kuwepo ili kusudi kuweza kutoa huduma kwa wale wahitaji ambao wanafika katika hii zahanati. Kwa hiyo hapa tunapoona kuna battery ambayo hii kazi yake ni kuzalisha umeme wakati wa usiku ambapo tunakuwa hatuna miale ya mwanga, lakini pia wakati wa mchana kama endapo jua litakuwa limepungua, basi hii inaweza kusupport kwa ajili ya kuweza kuendesha vile vifaa ambavyo vinahitaji umeme kwa hapa ndani. Na hii inaonekana hapa ni inverter ambayo kazi yake ni kubadilisha umeme huu wa jua ambao tunauona ili uende kwenye matumizi ya kawaida ambao tunautegemea kama umeme wa TANESCO. Kwa hiyo umeme unaozalishwa kwenye jua manake unakuja hapa unabadilishwa sasa ili tupate umeme ambao unaweza kuendesha vifaa vyetu hivi vyote ambavyo tumeviweka hapa. Lakini ukija hapa kuna hizi ni breaker kwa ajili ya kuweza kuzima kama unataka labda kufanya chochote ambacho kinahitajika hapa in case kama kuna emergency au kama kunataka kufanya maintenance, basi unaweza ukazima mfumo wako hapa ili uweze kuendelea kufanya chochote ambacho unahitaji hapa, ili kusudi usiweze kuharibu vile vifaa ambavyo vinatumia umeme, ukaruhusu umeme ukatoka ghafla, lakini ukaweza pia kuunguza vifaa vingine ambavyo vinakuwa viko sensitive. Ila pamoja na hayo tuliweka hii mita ambayo inaonekana hapa. Hii ni kama mita ya TANESCO, na lengo kuu ya hii mita ni kuweza kujua matumizi, na pia tulikuwa tuna plani kwamba kila kituo kiweze kujitegemea, na endapo hii mifumo itakuwa imepata changamoto, basi kupitia ile michango ambayo watakuwa wanaitumia kupitia hizi mita, lakini kwa mwongozo wa serikali maana TAMISEMI, basi ile michango yao itumike kwa ajili ya kugharamia vile vilivyopo hapa. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu bado upo kwenye utaratibu, basi baadaye utakuja kujua ni namna gani ambapo watakuwa wanafanya maintenance, ambapo kwa sasa hivi wamesema wana budget ambayo wanaiweka kwa ajili ya kituo, kwa ajili ya kuangalia vifaa vyote hivi ambavyo vimefungwa. Kwa hiyo endapo kutakuwa kuna changamoto, basi kituo kinaweza kikarekebisha, kwa sababu miradi yetu tunategemea kwamba iwe ni endelevu. Kwa hiyo tunaangalia namna gani pia na wao wanaweza wakajipanga, endapo hata kama ni mdau anakuwa ametoka au hata sisi hatupo, basi wanaweza wakafanya ile miradi ikawa endelevu zaidi. Baada ya kukagua vifaa vya umeme jua vilivyowekwa katika zahanati hiyo hapo awali,
tulifanikiwa kuwahoji baadhi ya wakazi wa kijiji hiko pamoja na wahudumu wa afya katika zahanati hiyo. Kwa majina naitwa Kezia Mkaza, ni mwananchi wa kijiji cha Ngomai. Ukweli katika zahanati hii umeme ulikuwepo wa gridi ya taifa, lakini mara nyingi unapokuwa na mzazi kunakuwa na changamoto, na hasa mzazi anapofika katika wakati wa kujifungua na umeme ukiwa umekata, lazima mumshikie daktari simu kwa ajili ya kummulikia au tochi ili aweze kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. Lakini tunashukuru shirika hili ambalo limeona ni muhimu kutuletea sola, na kwa sasa hivi umeme uko muda wote masaa 24. Ukweli tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini haitoshi. Hata kwa mradi wa maji ambao wamesema wanaweza kutuletea, utatusaidia sana, kwa sababu mtu anapokuja kujifungua lazima atoke nyumbani na maji ambayo amekuja nayo kwa ajili ya kutumia, na ukuta mwingine anakaa mbali, kwa mfano Chilanjilizi au Vinolo, inakuwa ni changamoto, inabidi aende huenda kwa majirani kwenda kuomba maji ili aweze kumhudumia mgonjwa wake. Na zahanati unapomaliza tukio la kujifungua lazima usafishe eneo hilo, na ili kusafisha lazima uje na maji yako. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hili. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante. Kwa majina anaitwa Daniel Enoch Kisanyaji, ni mkazi wa kijiji cha Ngomai, lakini pia ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa kweli tunapenda kushukuru huu mradi wa Yelco ambao umekuja hapa kwetu kijijini, kwani mwanzo tulikuwa tuna changamoto ya umeme. Umeme wa gridi ya taifa ulikuwepo, lakini ulikuwa hautoshelezi kwa kweli. Muda fulani ukishakata, kina mama wajawazito wanapokuja zahanati wanapojifungua, kwa kweli umeme ukikata kunakuwa na changamoto. Manesi wetu pamoja na madaktari huwa wanapata tabu sana. Lakini baada ya kuja huu umeme wa shirika ya Yelco, kwa kweli sasa hivi umeme haukati, changamoto hiyo haipo kabisa. Lakini vile vile tunashukuru kwa shirika hili kwa kutuletea huduma ya maji, yani mradi wa maji ambao utakuja kuchimba, kwa maana maji ni changamoto. Mama mjamzito anapokuja hapa maji yanatakiwa kwa wingi sana. Lakini tunashukuru kwa kweli, wametuahidi kwamba baada ya wiki la kwanza la mwezi wa 9 maji yatakuwepo. Kwa hiyo litakuwa ni fursa moja kubwa sana, kina mama watanufaika, sio kina mama tu, lakini jamii nzima ya Ngomai itanufaika. Asante sana. Kwa majina naitwa Adventina Aruni James, nafanya kazi zahanati ya Ngomai kama mtakwimu. Mimi binafsi tunashukuru kwa kupata huu mradi wa umeme. Binafsi upande wangu nimepata faida kubwa sana, maana kazi yangu ilikuwa inategemea umeme. Kwa hiyo umeme ulikuwa ukikata, ina maana nimestop kazi. Lakini kwa sasa hivi nafanya kazi muda wowote nikijisikia, jioni, asubuhi, mchana, ni mimi mwenyewe. Kwa kweli nimenufaika na huu mradi. Mungu awabariki sana 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 sana. Si mimi tu, hata kwa kituo kizima tumefurahia kupata huu mradi. Hata upande wa wenzangu wanaofanya kazi ya kuzalisha reba walikuwa napata changamoto wanapokuwa na wazazi umeme unakatika, lakini kwa sasa hivi hiyo changamoto haipo, wanazalisha vizuri muda wote. Tunashukuru pia kupitia huu mradi umetuahidi kutuchimbia kisima cha maji. Pia tunashukuru hata kama bado hatujapokea huu mradi, lakini binafsi naona mafanikio makubwa yanaenda kutokea kituoni kwetu na kijiji kizima tutanufaika kwa ajili ya maji. Tulikuwa na changamoto kubwa, wazazi wakija kujifungua wanakuja na maji kutoka nyumbani. Hata sisi hapa watumishi tukitaka kufanya usafi, yani tulikuwa tunapata changamoto mpaka tuagize huko mtaani kwa kununua. Lakini kwa sasa hivi tukipata huu mradi kweli tutanufaika, tutafanya kazi vizuri. Tutakuwa yani watu wasafi, zahanati yetu itapendeza, itakuwa mazingira safi kuanzia muonekano wa ndani mpaka wa nje. Hata kwa kijiji pia kaya zitanufaika na mradi huu wa maji. Kwa kweli tunashukuru sana. Mungu hawabariki. Kwa jina naitwa Peter Simon Mwakalosi, ni mganga wa zahanati ya Ngomai. Tunawashukuru sana kwanza wageni wetu waliotoka ubalozi wa Ireland pamoja na shirika la Yelco Foundation kwa kuja kutusapoti, kwanza kusapoti mradi wa sola ambao ni umemejua, ambao kwetu umetufaa sana kama zahanati ya Ngomai, kwa sababu swala la umeme kila mtu analijua kwamba ni shida, ukatikaji wake ambao hauna mpangilio, lakini hata low voltage ilionayo. Kwa hiyo baada ya kutufungia umemejua huu, sasa hivi kama unavyoona hapa, sisi hatuna shida ya sola. Swala la umeme kwetu sisi tumezima gridi, sasa hivi tunashughulika na mambo ya umeme tu wa jua.
Lakini la pili, tunawashukuru vile vile kwa sababu wametupa uhakika wa kuchimbiwa kisima zahanati hapa. Ni suluhisho kubwa sana kwa watu wa Ngomai na kwa zahanati ya Ngomai, na kwamba watatengeneza na kitabu cha maji pembeni kwa ajili ya wananchi kwa bei nafuu. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana waliotupa, tunawashukuru sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Nikiripoti kutoka zahanati ya kijiji cha Ngomai, mimi Konstantino Mkalawa, Kastoni TV.